Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpenzi mtazamaji, na kushukuru sana kuendelea kuwa nami katika masomo mbalimbali ambayo nimekuwa nikirusha katika chaneli hii. Mungu akubariki sana. Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza, naomba nikukumbushe kusubscribe chaneli hii, kulike, kukomenti na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili nao waweze kupata masomo haya. Bila kupoteza wakati, ndugu mpenzi mtazamaji, naomba nikukaribishe sana katika somo la leo ambalo tutaangalia dalili za mtu aliyefungwa na maagano ya nguvu za giza. Katika ulimwengu wa leo, kuna watu wengi sana ambao wamefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza, na walio wengi hawajijui. Kwa hiyo wamejikuta au watu wanajikuta wakiendelea kuishi chini ya laana na mikosi inayotokana na vifungo hivyo vya maagano ya nguvu za giza. Zifuatazo ni baadhi ya dalili za mtu aliyefungwa na maagano ya nguvu za giza. Dalili ya kwanza ni kuwa mtu wa hasara. Unafanya kazi, unatafuta, unajituma, lakini unapata hasara mara kwa mara. Unakuwa ni mtu wa hasara. Hasara hizi ambazo anazipata mtu aliyefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza zinatokana na ukomo wa mafanikio. Kwa sababu miongoni mwa madhara ya kufungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza ni kuwa na ukomo wa mafanikio. Unaweza kukuta mtu anahangaika sana, anatafuta. Anapoelekea kufanikiwa au kuinuka kiuchumi, linatokea tatizo au janga, linamaliza zile pesa zote, anarudi kuanza upya. Na sio mara ya kwanza wala mara ya pili wala mara ya tatu. Mara nyingi unakuta anakumbwa na tatizo hilo. Basi hiyo ni dalili mojawapo ya kufungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza. Dalili ya pili ya mtu aliyefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza ni kuandamwa na roho za matumizi makubwa kuliko kipato. Matokeo yake mtu anajikuta amedumbukia kwenye dimbwi la madeni makubwa ambayo inakuwa ni ngumu sana kuyalipa. Kwa mara nyingi mtu aliyefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza anaandamwa na roho hizo. Anakuwa na roho ya kutumia zaidi kuliko kipato chake. Hiyo ni dalili mojawapo. Dalili ya tatu ya mtu aliyefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza ni kuwa mtu wa vurugu na magomvi yasiyoisha. Mara nyingi mtu aliyefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza anakuwa ni mtu wa vurugu na magomvi yasiyoisha. Dalili ya nne ya mtu aliyefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza ni kuwa na hasira kali. Mara nyingi mtu aliyefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza anakuwa ni mtu wa hasira kali. Anakasirika tu. Unakuta jambo dogo au kitu kidogo kinamfanya kukasirika. Hiyo ni dalili mojawapo ya kufungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza. Dalili ya tano ya mtu aliyefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza ni kuchukiwa, kudhalauliwa na kutengwa bila sababu. Kuchukiwa, kudhalauliwa na kutengwa bila sababu. Hiyo ni dalili mojawapo ya mtu aliyefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza. Mara nyingi mtu ambaye amefungwa na vifungo hivyo huchukiwa bila sababu, lakini pia anadhalauliwa. Anaonekana si lolote, si chochote katika mazingira yanayomzunguka au katika jamii aliyomo. Lakini pia huwa anatengwa bila sababu. Wakati mwingine anatengwa hata na ndugu zake. Hiyo ni dalili mojawapo ya kufungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza. Dalili ya sita ya kufungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza ni kuota mara kwa mara ukifanya mapenzi au ukifanya tendo la ndoa na mtu usiyemjua. Mara nyingi mtu yule unayeota ukifanya naye tendo la ndoa mara kwa mara, wakati humfahamu katika ulimwengu wa kawaida au katika hali ya kawaida humfahamu, lakini unaota mara kwa mara ukifanya naye tendo la ndoa, mara nyingi mtu yule unakuwa umeungamanishwa naye katika ulimwengu wa roho. Ndio maana utajikuta unaota ukifanya mapenzi na yule mtu.
katika ulimwengu wa roho wewe umeungamanishwa na yule mtu au umefunga ndoa na yule mtu. Kama unaota mara kwa mara ukifanya tendo la ndoa na mtu usiyemjua, ni dalili mojawapo ya kufungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza. Dalili ya 7 ya kufungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza ni ulemavu mtindio wa ubongo na kuchanganyikiwa. Japo si wote wenye matatizo hayo kwamba yametokana na vifungo vya maagano ya nguvu za giza. Dalili ya 8 ya kufungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza ni matatizo ya kujirudia. Unakuta unapata matatizo ya kujirudia au katika familia mnapata matatizo ya kujirudia. Matatizo hayo yanaweza yakawa ni magonjwa, yakawa ni kesi, yakawa ni majanga mbalimbali ya kujirudia. Na mara nyingi unakuta matatizo hayo yanafanana. Yaani tatizo lililopita linafanana na lililotokea leo, au tatizo lililotokea leo linafanana na lililopita. Dalili ya 9 ya mtu aliyefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza ni kuota ndoto mbaya. Kuota ndoto mbaya. Unakuta asilimia kubwa ya ndoto unazoziota ni ndoto mbaya. Hiyo ni dalili mojawapo ya kufungwa na vifungo vya nguvu za giza. Dalili ya 10 ya mtu aliyefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza ni kuwa na maisha ya kutegemea kuambiwa mambo mengi. Kiswahili cha sasa wanasema haujiongezi. Yaani kila unachokifanya au kila kitu unategemea kuambiwa tu. Hiyo ni dalili mojawapo ya kufungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza. Dalili ya 11 ya mtu aliyefungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza ni kuwa mtu wa kutumia nguvu nyingi lakini matokeo kidogo. Kuwa mtu wa kutumia nguvu nyingi lakini matokeo kidogo. Waswahili wanasema msuli tembo, matokeo sisimizi. Kama we ni mtu ambaye unatumia nguvu nyingi, unajituma sana, unafanya kazi kwa bidii, unajituma katika mambo mbalimbali unayoyafanya, lakini unakuja kupata matokeo kidogo sana kutokana na kile ulichokifanya, hiyo ni dalili mojawapo ya kufungwa na vifungo vya maagano ya nguvu za giza. Kwa hiyo endapo utakapogundua kwamba umefungwa na vifungo vya maagano hayo ya nguvu za giza, ni vizuri kuchukua hatua. Ukisoma katika kitabu kile cha Kumbukumbu sura ile ya 28 mstari wa 15 hadi 45, utakutana na laana nyingi ambazo atakumbana nazo mtu ambaye amejitenga na Mungu na kujiungamanisha katika ulimwengu wa nguvu za giza. Kwa sababu endapo unapoacha kusikiliza neno la Mungu, unapoacha kutendea kazi neno la Mungu, matokeo yake ukaenda kufanya yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu au na maagizo ya Mungu, unakuwa umejiungamanisha kwenye ulimwengu ule. Kwa hiyo matokeo yake laana na mikosi zitaambatana na wewe. Mungu akubariki sana kuwa nami katika somo la leo. Naomba nikukaribishe katika somo lijalo, lakini pia naomba nikukumbushe kusubscribe, kulike na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, ili nao tuweze kuwa nao katika somo lijalo.